Katikati ya giza nene la saa 8 ya usiku, tunamwona mwamba mmoja ambaye ni mweusi alikuwa akitembea katika barabara na alikuwa akiongea na mtu fulani hivi katika simu akiulizia mahali sahihi anapotakiwa kwenda. Lakini dakika hizo hizo alihisi kana kwamba kuna gari iko nyuma yake inamfuatilia, na alipoweza kugeuka aligundua ni gari nyeupe ambayo ilikuwa ikipita sana jirani na yeye. Mwamba kiasi chake aliogopa sana, alijua labda ni watu wasiojulikana ama ni watekaji tu, akabadilisha uelekeo na ile gari ikawa imepotea. Na baada ya kutembea umbali mrefu, yani kama viwanja 10 vya mpira, Mwamba aliamini kabisa ile gari haimfuatilii tena, lakini ghafla ile gari ikaonekana tena ikiwa inamfuata, na wakati huu mtu alishuka kutoka katika ile gari, na mara ghafla tu mtu aliyekuwa amefunika sura yake kwa kinyago akamkaba jamaa na akamsababisha mpaka akose pumzi. Baada ya hapo akamchukua akamfungia katika buti ya gari akaondoka naye. Then ukimya mzito ukawa umetawala. Nini kinachoendelea? Hata mimi mwenyewe sijui. Endelea kuambatana nami katika episode hii ukiwa umegusa alama ya subscribe. Sasa tukitoka hapo tunaonyeshwa mwamba mwingine ambaye ni mweusi. Huyu jamaa anafahamika kama Chris. Alikuwa akijiwekaweka sawa kidogo, anafanya shaving, yani kunyoanyoa ndevu. Alafu pia ana girlfriend wake anayefahamika kama Rose. Bidada Rose ni mweupe, yani mzungu. Kwa kipengele katika hawa wawili ilikuwa ni ndoa yao, kwa sababu walikuwa wanawaza itakuwaje wazazi wao kama watawakubalia kuoana, lakini wao binafsi wanapendana vibaya mno. Lakini hofu kubwa ya Mwamba ilikuwa wazazi wa bidada watamkubali na rangi yake nyeusi, lakini bidada akamhakikishia jamaa kwamba watakubali, wazazi wangu mimi ni wasomi. Na kama unavyojua ndani ya bara la Ulaya kuna nchi nyingi sana, lakini kuna nchi ambazo zimekisiri kwa ubaguzi wa rangi, ila kuna maeneo ambayo ubaguzi wa rangi haupo kabisa. Hasa huo mji ambao bidada anakwenda kumpeleka jamaa ndio mji ambao ubaguzi wa rangi umekisiri sana, yani wakikuona tu mtu mweusi wanakushangaa. Na Mwamba alimdadisi sana girlfriend wake kabla ya kuelekea huko kwa wazazi wake, akauliza umewahi kuwapa dondoo hata kidogo wazazi wako kwamba mimi ni mweusi? Lakini bidada Rozi alichokisema ni kwamba nimewahi kuambia kwamba nakupenda kwa dhati, masuala ya rangi sikuyazungumzia. Lakini bidada akasema nimekuambia kwamba wazazi wangu ni wasomi sana, hawazingatii masuala hayo. Asa wakiwa njiani, Mwamba Chris anakatabia fulani hivi, huwa jamaa anapenda sana kuvuta fegi, lakini bidada Rozi akamkataza, akasema hii sio tabia nzuri ujue. Hasa Mwamba Chris akiwa kwenye gari akawa amempigia rafiki yake na kumwambia kwamba aisee, natoka kidogo naelekea nje ya mji kwenda kukutana na wazazi wake na bidada Rose. Kwa hiyo mwanangu, ndakuwepo huko kwa siku kadhaa, lakini naomba ukifika pale nyumbani kwangu niangalizie mbwa wangu, wage unampatia chakula pia. Huyu rafiki yake ni afisa wa polisi. Lakini mshikaji aliongea masiala tu, akasema mwanangu, unajiamini vipi kwenda kwenye familia za wazungu wewe ukiwa ni mtu mweusi? Kuwa makini sana, unaweza kupoteza maisha yako huko. Lakini ghafla tu akiwa kwenye gari wakavamiwa na kitu kama dubu, kikagonga Said Mila kikapita zake. Ni kama mikosi ilikuwa inaanzia hapo ama ishara mbaya. Na baada ya kutembea kilomita kama 2 mbele yao, ghafla tu akasimamishwa na trafiki. Lakini huyu trafiki akawa anauliza, wewe jamaa, leseni yako iko wapi? Bidada akasema mimi ndio nilikuwa naendesha gari, huyu sio aliyekuwa anaendesha. Mr. Fande akasema sawa, nahitaji kitambulisho chake kwa sababu huyu anaonekana ni mweusi, ametoroka Afrika huko maisha magumu kaja Ulaya. Hasa nataka kujua uhalali wake kuwepo hapa. Kiukweli bidada Rozi alimaindi sana lile swali, lakini Mwamba pia alikuwa amejisikia vibaya kwa sababu huku ubaguzi kumbe upo mpaka kwa mafande. Basi kwa kweli Mwamba aliangalia namna ambavyo bidada Rozi anajali juu yake, namna anavyomtetea, akahisi kupendwa sana. Mwisho wa siku bana wakafika katika nyumba ya kina bidada. Lakini wanasema umzaniaye kumbe siye. Bwana we, hutakaa uamini, wazazi wake na bidada Rozi walipoweza kumwona Mwamba Chris walifurahi sana. Na wakasema tunapenda sana watu weusi. Hata nchi yetu ilipokuwa ikiongozwa na Barack Obama ilikuwa ni njema sana. Kama ningelikuwa na uwezo ningemfanya Barack Obama aongoze nchi hii milele. Mwamba Chris ndio kidogo akakaa vizuri bana, tabasamu likaongezeka usoni, hata akaanza kucheka na baba mkwe. Wakamsimulia baba mkwe pia ishu ya kuweza kumgonga yule dubu katika barabara. Mzee akasema mmefanya vizuri sana kwa sababu kila siku huku madubu yanaongezeka. Na baba mkwe akamchukua Mwamba Chris akaanza kumtembeza katika nyumba, akaanza kumuonesha picha za familia, baba yake yani babu, akaanza kuonesha kila kitu humu ndani. Na baba mkwe akasema kwamba nilikuwa nafanya mashindano ya mbio, nimewahi kuwa mshindi wa pili na mtu mweusi alikuwaga mshindi wa kwanza. Na mzee akasema kuwa profession yangu nyingine mimi ni mtu wa neurosurgery, yani daktari wa mifumo ya fahamu. Na Mwamba wakati anaendelea kuzungushwa hapa akamwona mfanyakazi katika bustani anafahamika kama Walter, ni mtu mweusi, na alikuja kugundua kwamba ndani ya nyumba kuna dada mmoja anayefahamika kama Georgina ambaye ni mpishi, ni mtu mweusi pia. Na kumbe mzee alipokuwa akisema kwamba anawapenda watu weusi alikuwa haongei kimasiala, kwani hata hapa katika nyumba yake watu weusi ndio walioweza kutawala. Baba mkwe akawa anamwambia Chris, utakuwa unashangaa
nilishangaa labda kuona watu weusi katika familia hii. Ukweli ni kwamba hawa ndio watu pekee ambao nilikuwa nawaamini kuweza kumtunza baba na mama, yani babu yake na bibi yake Rose. Hasa baada ya mikataba yetu kuweza kuisha, mimi binafsi niliendelea kuwapenda tu, nikaomba waendelee kufanya kazi pamoja na mimi. Lakini ni siku ya kwanza tu basi wakawa wanakaribishwa kinywaji. Yule bidada anayefahamika kama Georgina, mtu mweusi, alikuwa ameanza kumhudumia mwamba Chris mbadala wa kuanza kumhudumia baba mwenye nyumba, na tena aliendelea kumtazama Chris kana kwamba alikuwa anamtamani hivi, na alikuwa anaendelea kujaza tu kinywaji katika glasi yake mpaka glasi ikajaa mpaka juu. Sasa mama yake na bidada Rosa anayefahamika kama Miss alipoona kwamba bidada Georgina ni kama alikuwa anamtazama mwamba sana, basi moja kwa moja akamwambia, Georgina, naomba ukapumzike, utakuwa umechoka sana Na baba mkwe ili kuondoa yale mazingira aliyokuwepo kabla akauliza, vipi wazazi wako? Lakini mwamba Chris akasema, mama yangu alifariki nikiwa mdogo sana, lakini baba yangu alikuja kuoa mwanamke mwingine. Kiufupi ni kwamba mimi nimekuwa peke yangu mpaka katika umri huu. Mzee akawa ametabasamu sana na kusema kuwa ulikuwa peke yako na sasa mtakuwa wawili. Baba mkwe anayefahamika kama Dean akasema kwamba vipi, unavuta sigara? Jamaa akasema ndiyo, lakini nataka niache hivi karibuni. Mzee baba akasema, wazo zuri sana kutaka kuacha sigara, lakini sio rahisi, ila ukitaka kuacha kiurahisi basi unaweza ukamtumia huyu mama mkwe wako. Hata mimi nilikuwa ni mvutaji mzuri sana wa sigara, lakini alinipa mafunzo mazuri, lakini pia namna nzuri ya kiafya kisaikolojia ilinibadilisha nikaacha kabisa sigara. Na mama mkwe akasema, Chris, kama utapenda basi na kuahidi kwamba ndani ya muda mfupi sana utakwenda kuacha kabisa kuvuta sigara na kuhakikishia. Lakini mwamba Chris kwa nidhamu tu akasema, mama mkwe, hapana, sitopenda wewe utumike kuweza kuniachisha mimi sigara, samahani kidogo. Hasa bidada Rosa ana kaka yake anayefahamika kama Jeremia. Huyu jamaa alipoweza kufika nitabasamu muda wote na wala kushtuka kumwona shemeji yake ni mweusi. Huyu Jeremia maswali yake yanakela wakati mwingine, kila wakati akaanza kumuuliza Chris, hivi unajua kuplay basketball? Kwa sababu watu wengi weusi wanapiga sana basketball na wakubali vibaya mno. Na kabla hata mwamba hajajibu hilo swali akaanza kusema kwamba na kama sio basketball itakuwa unacheza boxing, kwa sababu watu weusi na wakubali wanapiga mandondi, sio poa yani. Na mwamba Jeremia akasema, mimi mwenyewe napenda sana kupigana brother, kwa hiyo tukipata nafasi angalau tu challenge kidogo kwa kuweza kucheza michezo ya ngumi. Mwamba akasema fresh, tutajaribu, lakini mimi sio mpiganaji mzuri. Lakini haka katabia hakakumpendeza sana bidada Rosa, ambaye nyakati za usiku akamfuata mwamba akamwomba msamaha na makisi kama yote. Lakini mishale ya usiku wote wanaonekana wakiwa utupu fulani hivi kana kwamba walitoka kuyafanya yao. Sasa mwamba Chris hana usingizi hata kidogo. Kwa hiyo jamaa akatoka nje ya nyumba nyakati hizo hizo za usiku akaenda kuvuta sigara. Lakini mishale hiyo hiyo akamshuhudia yule mwamba anayefahamika kama Walter, yule mfanyakazi wa bustani, akiwa anakimbia sana. Anakimbia afu akampita pale kwa spidi huyo. Ila mwamba alipogeuza macho yake kutazama dirishani katika nyumba ambayo anaishi, akashangaa kumwona yule bidada ambaye anafahamika kama Georgina akiwa anamtazama kwa macho ya kimahaba sana, namna ambavyo anajishikashika hivi, yani kama huyu bidada amempenda jamaa. Sasa mwamba aliogopa sana, akaona kwamba mbona hichi kifanya kazi kinataka kuniingiza majaribuni, mimi nimekuja ukweni. Akawa anaingia ndani. Hapa tu alipoingia akakuta taa zimewashwa na alikupo ni yule mama mkwe wake. Akasema, unajua kuwa sigara sio nzuri kwa afya? Na mama mkwe akasema, naomba usogee jirani kidogo, kwa sababu siku ya leo nataka kuitoa kabisa hiyo tabia yako ya uvutaji wa sigara. Mwamba akataka kusimama kwa sababu haamini kabisa kwamba anaweza kaacha sigara. Kwa kweli mwamba Chris akaanza kueleza kwamba nilijaribugi sana kuacha sigara katika miaka 2-3 iliweza kupita, lakini kagundua kwamba narudi tena, yani kitu ambacho ni kama sikiwezi hivi. Asa huyu mama bwana we ni mtaalamu wa saikolojia, yani ni mbaya, anaweza kawa anaongea na wewe lakini anakusoma mpaka ubongo wako. Wakati huo anaongea na Chris, alikuwa akizungusha kikombe chake cha chai kwa kijiko na akamuuliza Chris, vipi mama yako alipokuwa amefariki usiku huo ulijisikiaje? Jamaa akasema, sitamani kabisa kuzungumzia namna gani nilikuwa nahisi katika usiku ule, naomba tuache kabisa hayo mazungumzo. Lakini huyu mwanamama kadri alivyokuwa anazidi kukikoroga kile kikombe, Chris akajikuta anaanza kuzungumza yeye mwenyewe, na kila ambacho mwanamama huyu alikuwa akimuuliza mwamba Chris alikuwa anajibu vile vile, tena pasipo kudanganya, hata maswali ambayo hayana umuhimu. Huyu mama akaendelea kuzungusha ile spuni yake katika kikombe na akamfanya Chris akumbuke matukio yote ya huzuni katika maisha yake. Mwamba alikuwa anatirika machozi tu. Na baada ya hapo huyu mama akaanza kuongea. Ana uwezo wa kumwambia Chris anguka juu ya ghorofa mpaka chini, na ni kweli Chris anaona anaanguka juu ya ghorofa, anashuka chini. Akawa anatiririka machozi mengi kwa sababu haya yote yanayotokea mwamba haelewi kinachoendelea hata kidogo. Na maajabu ni kuwa hicho kiti alichokuwa amekalia, hata akijaribu kutikisa
mkono ama kitu chochote kile katika mwili wake hakitikisiki, na mama mkwe akazidi kumwambia jirushe katika ghorofa. Jamaa akajirusha umbali mrefu sana. Kabla hajatua, jamaa akawa ameshtuka, ni asubuhi na mapema katika chumba chake. Sasa mshikaji akaanza kujifikiria, hivi kilichonitokea jana ilikuwa ni ndoto ama uhalisia? Lakini mwamba akahitimisha kwamba ilikuwa ni ndoto mbaya sana ambayo hajawahi kuitarajia katika maisha yake. Sasa swali ni moja, je, ni ndoto kweli? Na kama sio ndoto, hii familia ina asili gani nyuma ya pazia? Mimi naitwa DJ Paul. Kumbuka kwamba kila siku tunatoa episode 2, kwa maana ya episode ya kwanza na ile final episode ya pili. Unachotakiwa kufanya ni kugusa alama ya kusubscribe, kwani episode ya pili inatoka sasa hivi na utapata notification hapo na uweze kuitazama.